kuna njia nyingi za kutengeneza pesa kupitia application. Sasa nataka tuzungumzie njia moja ambayo ni njia mama ambayo mimi huwa napenda kuitumia, ambayo haumgharimu mtazamaji kiasi chochote, ila unatengeneza kupitia Google AdMob. Mambo vipi internet? Naitwa Director Sam. Karibu tuweze kuendelea pale tulipoishia katika video iliyopita. Okay. Kama tulivyoona katika video nyingi, tumejifunza namna gani ya kutengeneza application na namna gani ambavyo tunaweza kutumia application yetu katika mambo mbalimbali. Sasa wote, kila mmoja hapa ana lengo kuu la application hii iweze kumpa faida. Sasa application hii inakupaje faida? Nilikwambia nitakuja kuzungumzia kipengele cha matangazo ambacho ni kipengele cha ads. Okay, kwa sasa tofauti na ilivyokuwa nyuma, kuna kipengele kimoja wamekiongeza hapa ambacho ni AC24 direct link. Hii hapa mwanzo haikuwepo. Okay, nitaifanyia kazi then nitakuja kufundisha, lakini nataka tuzungumzie upande wa hizi hapa AdMob ambazo kuna AdMob app ID, ad unit ID, sorry. Then kuna hii nyingine integration na vitu vingine. Hii ndo njia mama ya utengenezaji wa pesa kupitia application hii ya App Creator 24. Sasa tutaanzia hapa kwenye kutengeneza akaunti, na kwenye kutengeneza akaunti ya AdMob tutakuja huku kwenye Google, tutasearch AdMob ama Google AdMob, then tutaingia. Hii ni platform ambayo ni ya Google kama ilivyo Google AdSense. Okay, ni platform ambazo zinashabihiana. Kilichopo kwenye AdSense na kwenye AdMob tofautiana. Okay, then utakuja hapa, utakuja kwenye get started. Ndio tunaenda hivyo, tunatengeneza account. Ukishafika hapa, unaona inanipa taarifa zangu kulingana na email ambayo okay, hii inanipa taarifa ambazo zipo kwenye Google AdSense account yangu. Kwa hiyo ukishakuwa umetengeneza AdSense ya account ya YouTube, hiyo ndio inatumika huku. Unaona hapa kwenye publisher products kuna AdSense for YouTube. Sawa? Kwa hiyo ukishakuwa na account hiyo, ujue utaendelea kwenye account hiyo, uweze kufungua account nyingine. Na kama unatengeneza account hii na una mpango wa kuanzisha channel ya YouTube, hakikisha email yako hii unailinda kwamba utaitumia mpaka kwenye YouTube. Sawa? Kisha continue baada ya kukuta hizo taarifa, na kama hazipo basi utaanza kujaza, na maana wewe ndio utakuwa unaingia kwa mara ya kwanza. So anasema get more out of AdMob. Yes, send me customized platform. No, I don't want customized app performance. Okay, hapa tuta press yes, then tutakwenda start using AdMob. Hapo tumeshafungua account yetu na tayari sasa tuna press continue to AdMob ili tuanze kutengeneza tupate app ID na tuanze kutengeneza ad unit ID. Hiyo ni hatua ya kwanza, tumefika hapo. Kama unavyoweza kuona tukifika inakuwa inaonekana hivi kwa mara ya kwanza, lakini ukiangalia pembeni hivi unaona kuna menu tofauti. Kwa hiyo sasa kupitia hii account yako ya AdMob ndio ile account ya AdSense utakachokitengeneza kwenye YouTube na utakachokitengeneza kwenye application yako, basi mapato yote utakuwa unayapata huko na yatakuwa yanapitia kwenye account ile ambayo unaitumia huko. Sawa? Baada ya hapa sasa utakuja kwenye kutengeneza app ID. Sawa? Hapo utakuja press hii add app. Baada ya hapo utakuja sasa kwenye kipengele hiki kwanza platform, kwamba je, application yako iko kwenye nani gani, unatumia Android au iOS. Application yetu ni Android, kwa hiyo press Android. So is this app listed on supported app store? Sawa, kama ipo kwenye app store ama haipo. Yes, the app listed on the supported app store. Hapa ya kwetu haipo kwenye app store, tuta press no, kisha tuta press continue. Tutakuja hapa tutaipa jina. Sawa, kwenye app name tutaipa jina hapa, tutasema ni SG Network. Kisha tuta press add app.
tutakuwa tumemaliza kipengele cha kwanza cha kutengeneza app ID, kisha tuta press done. Okay, hiyo ni hatua ya kwanza. Sasa kisha kuwa umemaliza hatua hii, unaona kwenye upande wa home itakuwa inakuonyesha kiwango ambacho utakuwa umekitengeneza kwa siku ya leo, kwa siku ya jana, kisha mwezi huu na mwezi uliopita. Sawa, kuna sababu ukitaka kuona total utakuwa unaona total, lakini hapa inakuwa inaonyesha kwa siku hizo, siku ya leo, jana, mwezi huu na mwezi uliopita. Okay, hapa baada ya kutengeneza hii utakuja kutengeneza add unit ID. Utagusa kwenye add unit, kisha utakuja kuchagua. Naomba nizungumzie kwa kifupi kuhusiana na hizi add unit ID. Kuna bana ni matangazo yale ambayo yanakuwa chini, mara nyingi yanakuwa chini wakati unaendelea kufanya mambo mengine, lakini hapa chini kwenye bottom inakuwepo. Kuna interestio ambayo hii inakuwa ni full, huwa inaapia kwenye screen nzima kama unavyoiona, yani bana kama unavyoona kanjano ndio tangazo linakuwa hivyo. Interestio kama unavyoona hii ya kijani ndio inakuwa hivyo. Rewarded interest inakuwa hivi, lakini kuna rewarded hii nyingine ambayo ni rewarded ambayo inakuwa yenyewe inakuwa kwenye mfumo wa video. Hizi nyingine hazipo kwenye mfumo wa video, ila hii rewarded ndio inakuwa kwenye mfumo wa video hii ya hapa, tofauti na hii rewarded interest. Kama unavyoona tangazo ilivyo, hii hapa ilivyo ndivyo tangazo linavyokuwa linaonekana kwa kila moja. App open hii hapa ni inatokea wakati ambapo unakuwa unafungua application. Yaani ile wakati mtu anaingia anakutana na tangazo hilo. Kwa hapa sasa tutaanza tutatengeneza almost zote, lakini tutaanza na bana, tutafuata kwenye rewarded. Rewarded kama uliona wakati tunatengeneza application, kuna sehemu nilikuwa na kuonyesha kwamba hii kwamba una allow watch video to access, kwamba mtu aangalie video ndo aingie. Video zingine zinakuwa ni haya matangazo. Okay, tutakuja kwenye bana, tuta select, kisha wakati tuna select hapa tutakuja kuita add unit name. Hii tutaita bana kama bana hivyo hivyo, japo unaweza kuipa jina lolote. Sawa, bana. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye create add unit. Ukishafika hapa na kuonyesha kitu cha kwanza, ukiangalia hapa kuna app ID. Sawa, AdMob app ID. Inabidi uangalie hapa app ID iko wapi. Tuanzie hapo kabla ya kwenda kwenye AdMob ID, add unit ID. Utachukua hii app ID ya kwanza, utaikopi. Hii njoo kwenye application yako, kwenye sehemu ya kudesign application yako huku. Hii muhimu sana utembee nayo. Njoo hapa kwenye general info. Utakuja kwenye general, utashuka chini nilipokuambia kwenye upande wa matangazo. Sio kwenye general, hapa ni kwenye name and icon. Utashuka chini hapa. Njoo hapa sehemu ambayo ina Google App ID. Utaweka hiyo App ID. Baada ya hapo utasave. Na hapo utapress okay. Hapo utakuwa umeruhusu sasa hiyo App ID ukiiweka, ina maana unakuwa umeruhusu sasa hizo AdMob add unit IDs ukianza kuziweka, basi zitakuwa zinafanya kazi. Sawa, utarudi huko ulipokuwa umetengeneza, utakopi ile add unit bana ID. Utakopi hiyo ID ya bana, kisha huko uta press done. Sawa, huko tayari utakuwa una ID yako, nani bana yako moja hii hapo. Hiyo bana ID utakuja tena kwenye hii platform yako ya App Creator 24, utakuja upande wa ads. Hapo ukishaweka ile add unit ID app ID kwa mara ya kwanza, huko unakuwa umemaliza, unakuwa unarudi kwenye ads, huko ndo unaanza kuweka hizo AdMob add unit ID. Kwa mfano hii ni bana, tumechukua ya bana, unakuja kuiweka hapa bana. Ukishaiweka hapo, tumalizane upande wa bana kabla hatujaenda kwenye hatua nyingine.
Ukiangalia hizi nyingine, hizi ni za platform nyingine, yani matangazo ya platform nyingine, lakini show AdMob in charts uta press yes, japo AdMob haiallow kuonyesha matangazo kwenye charts, uta press yes, utaiforce hivyo hivyo, pengine inaweza sionekane, kisha uta press save. Ukisha save, unatoka unakwenda kutengeneza ad unit za hizo nani nyingine. Sawa? So umeshatengeneza ya bana. Ukishatengeneza bana, unakuja kutengeneza nyingine. Utakuja kwenye ad unit. Utakuja kuchagua ad unit nyingine. Ni vizuri ukiwa umeziruhusu zote. Tutachukua interestio. Hii video inaweza kuwa ndefu kidogo kwa sababu ya umuhimu wake. Tutaweka hapa interestio. Interstitial. Kisha utakuja hapa uta create ID. Ukiangalia hii ya kwanza ni app ID ambayo tulishaichukua kwa mara ya kwanza. Utachukua tu ad unit ID. Utakuja tena huku, hakikisha kila ID unaiweka sehemu husika. Huku utakuja unatafuta interestio iko wapi, kwa sababu tumechagua interestio. Hii hapa interestio ads. Kwenye interestio ads utakuja kuweka hapa ambapo ni kwenye AdMob ad unit ID, utaweka hiyo ID, kisha utasave, utaondoka. Lengo la kusave ni kwamba isije ikapotea. Okay, utarudi. Ukishakuwa umekopi hiyo, una press done. Kama uja press done itakuwa bado haijakamilika. Okay, utakuja uta add. Utakuja inayofuata rewarded. Rewarded, chukua hii hapa rewarded ya kwanza. Pale sidhani kama kuna rewarded test show pale. Utagusa rewarded. Hii utaita rewarded video. Kisha utakuja ku create. Ukisha create una copy ad unit ID, hii ad unit ID ambayo ni ya pili. Kisha uta press done. Nafikiri wakati natengeneza hizi zote, basi utakuwa unazidi kuona tofauti ya ad unit ID na AdMob app ID. Ndio lengo langu kwamba uweze kuona. AdMob app ID ni ile ya kwanza kabisa tuliyochukua. Hapo utaangalia rewarded iko wapi, rewarded video hii hapa. Ukiangalia hapa hakuna rewarded ya kawaida, ni rewarded video tu. Utagusa rewarded video, kisha utakuja hii ya kwanza ambayo ni AdMob app ID, utaipaste hapo. Kisha utasave. Sawa? Utaangalia kama kuna sehemu nyingine hapo kwenye eneo hilo, kama kuna sehemu inahitaji ni za ad unit za AdMob, utairuhusu. Message before watching video, unaweza ukaweka hapa message kama kabla ya kuona video akutana na ujumbe gani, labda umwambie watch this video to access this section. Sawa, kisha utasave. Sio lazima uweke. Usipoweka hiyo basi itakuwa automatic tu yenyewe. Okay, utakuja inayofuata. Baada ya hapo uta press tena add bana, utakuja kwenye native advanced, uta press tu hapa native. Kisha utakuja uta create ad unit. Yani hapo ukiingia tu hapo ukiadi hiyo aina ya ad unit, uta press tu, utaweka tu jina na ku press continue, then hapa ukisha copy ndio una press done. Utakuja hapa tumesema ni native ads.
Ukiweka hapa kwenye profile itakuwa kwenye profile, hapa itakuwa kwenye table menu. Kwa hiyo ni vizuri ukiweka sehemu yote basi itaonekana sehemu yote. Lengo lako ni matangazo, alafu matangazo ya kulipe, basi utakuja utaweka. Hakikisha unaweka sehemu ambayo ni ya AdMob. Usiweke Ad Unit ID sehemu ambayo sio ya AdMob app ID. Kisha utakuja hapa, tutaiweka hapa tena. Tunaangalia ni nani gani iliyobaki. Kipengele gani ambacho kimebaki inahitaji ID. Tukiangalia hapa ni in chat. Hapa in chat zinaingia ambazo sio za AdMob, unaweza kuona, lakini rewarded tumeshaweka. Kuna sehemu kulikuwa na open, utaangalia, utahakiki kama kuna sehemu ambayo bado utaweka. Okay, kwenye hizi hapa unaweza ukazi seti bana. Unachagua bana iwe wapi. Tunasema sisi tunataka bana iwe chini, ni bottom. Sawa. Show AdMob in chat tumeweka yes. Okay. Ukija hapa kipengele kinachofuata ambayo ni interstitial. Hii anakwambia in app interstitial frequently, kwamba aonyeshe kila baada ya page 4. Sawa. Show in chat every 20 messages, unaweza ukazishusha ikani every 10 au 5 messages, kama kila baada ya kutuma message 5 au kupokea message 5 aone tangazo. Show in games, kila baada ya kucheza mara 4 kama una game kwenye application yako. So in social videos, in every 10 videos, unaweza ukazishusha ikawa ni in every labda every 4 videos au 5 videos, ni wewe. Kwenye show on app launch every 4 times, labda kila baada ya mara 2 au mara 4, ni wewe. Sawa. Okay, hapa kwenye upande wa interstitial kuna kipengele hapa kinasema AdMob app open ID. Hapa sasa tunakwenda kutengeneza ambayo ni ya app open. Sawa. Hivi vipengele vingine vyote nafikiri viko sawa hivi. Akina sehemu ya kuedit, labda hii hapa kwenye in chat, kwa sababu hazipo za chat tunaziacha. Hapa kwenye rewarded video anasema interval ionekane mara moja au ionekane kila mara mtu anapofungua hiyo, au mara moja kwa siku. Tuweke kila mara, maana kila wakati anapofungua section video hiyo inaonekana. What message before hiyo hapa tumeshaiweka, si ndio? Tuta place hapa. Kisha tutarudi kuja save. Baada ya kusave tunarudi kuja kutengeneza app open ID. Sio lazima utengeneze zote, nategemea wewe unataka kutengenezaje. Kwa mfano unakuja hii ya mwisho ambayo ni app open ID, select. Hii ni kwa ajili ya wakati mtu anafungua application ya kukutana na tangazo. Kisha utaweka hapa app open, kisha uta place create, utakuja copy ID yako, uta press done. Unaziona zote hapo, na huku huwa unaona analysis ya namna gani ambavyo hizi zinakutengenezea pesa. Unaona ni ipi ambayo inakutengenezea pesa zaidi kianza kutengeneza pesa. Okay, utakuja kuweka hii. Tumesema app open iko kwenye kipengele hiki cha interstitial. Hapa chini kabisa mwisho unakuta kuna app open, app ID, utaiweka hapo. Utasave. Hapo unakuwa umemaliza. Lakini kwa sababu wewe ndio mara ya kwanza unaingia, kuna vipengele ambavyo mimi hapa sijakutana navyo, wewe utakutana navyo. Utakuja kipengele hiki hapa. Upande wa payment, muhimu sana hapa ugusa kwenye payment. Ukipata changamoto yoyote niambie. Kwenye payments utakuja utachagua AdSense hapa, then
utajaza taarifa zako sehemu ambazo zinatakiwa. Sawa. Kisha kwenye verification utaverify. Sawa. Baada ya hapo utaendelea kama kawaida na kufanya mambo yako, kuendelea na akaunti yako hiyo. Okay, sawa. Kitu kingine utakuja kwenye setting pia. Na mambo yote utafanya kwenye setting. Kwenye setting huku utakuja kuseti, kwa mfano mimi naweza nikaseti vitu vifuatavyo. Naweza nikaseti email, contact name. Mimi hizi tayari taarifa zipo. Sawa. Wewe utaweka taarifa zako, utajaza. Ukishajaza zitakuwa kwenye mfumo huu. Wakati kujaza hazui kwenye mfumo huu, lakini ukishakuwa umejaza inakuwa kwenye mfumo huu. Sawa. Baada ya hapo mambo mengine yataweza kuendelea. Ukishakuwa umeweka zile app IDs kwenye application yako, ukifungua application sometimes inaweza kuchukua muda kidogo kuweza kuanza kuonyesha matangazo. Unaona kwa mfano hapa inahitaji new version. Kama ingekuwa kwenye Play Store tungeona inataka ku update. Lakini application hii tutaiweka kwenye Play Store muda si mrefu, siku si nyingi, na hatua zote utaweza kuziona. Okay. Ita download upya ili kusudi kuweza kupata feature mpya, kwa sababu mabadiliko tuliyofanya ni makubwa sana, mabadiliko ya kuweza kubadilisha hicho kipengele cha kuweka matangazo pamoja na hizo features nyingi tulizozibadilisha. Okay, ukija kufungua tena hapa nimesema download. Okay, sawa. Kwa sababu nimesha download tutakuja kuifungua hii hapa, kisha itafanya kama ina install, kisha italeta update. Update ina maana update ile iliyopo. Sawa. Lakini kabla ya update itataka kama ita download, kisha kwa imezunguka imemaliza kudownload ndio itakuja update. Utaisubiri mpaka imalize. Hapa huwa inahitaji kuscan kwa ajili ya usalama wa simu. Sio kwa simu zote, lakini hiyo ni kwa upande wa simu za Samsung huwa zinataka kufanya hivyo. Sidhani kama ni zote, lakini kwa baadhi ya model kama hii ya Kongo inataka kuscan ili kama kuna kitu chochote ambacho kinahatarisha usalama wa simu yako kipo kwenye application hii, basi haitaruhusu application hii kuweza kuwa download kwenye simu yako. Hii ni kwa ajili ya usalama wa simu yako. Kisha utainstall. Kabla ya kuinstall huwa ina load kwanza. Kwa hiyo tumeshamaliza mpaka hapa. Shamaliza, basi tunakuja kuifungua application yako hiyo. Kifungua kama matangazo yakiwa tayari yameshakuwa active, basi yataanza moja kwa moja. Lakini kama hajawa active, basi yatachukua muda kidogo, then unaona kama sasa hivi bado matangazo hayajaanza kufanya kazi. Lakini I'm sure kufikia video nyingine nitakayokuja kurekodi, basi kila kitu kitakuwa kiko sawa na matangazo hayo tutaweza kuanza kuyaona, tofauti na sasa. Unaona mwanzo tulikuwa tukifungua hivi tunaingia moja kwa moja, lakini sasa hivi hauwezi kuingia kwa sababu ya nini? Ya matangazo haya. Basi tukutane muda na wakati mwingine katika video ijayo ambapo tutaanza kufanya kitu kingine baada ya kuwa matangazo yetu yamekwisha kuonekana. Bye bye. In the house, feel the vibration, building apps and sites with no code, that's a new creation. We teach you how to shoot ill videos and blow your channel up. Source from Ali and Alibaba to your bank account erupts. SGC Network app is where the whole world connects. Community charts, entertainment, earning mad respects. Sam Global Skills on YouTube, yeah, we dropping knowledge deep. Connecting youth globally, so wake the world up from its sleep. Under Director Sam's command, we creating opportunities. Connecting youth, creating opportunities.